ambaye, haleluya. Kwa hiyo hilo jambo la kwanza tu, alitakiwi taifa la aina yoyote lifanye jambo hili. Inapotokea taifa imefanya jambo hili, jua nchi imeingia kwenye matatizo, kwenye shida, kwenye migogoro ambayo haitakuwa na suluhisho, au hata kama itapata suluhisho, basi wataishi jambo hilo kwa muda mrefu sana. Usione nchi mbalimbali duniani zinapitia wakati mgumu ukasema wenda wale hawapendwi, wale wanachukiwa, wewe ndo unapendwa. Hapana, ni kwa sababu kuna kitu ambacho walikiruhusu. Walifanyaje? Walikiruhusu kitokee. Wanafanyaje? Walikiruhusu kitokee. Ni sawasawa, sio tu kwenye nchi, hata kwenye nyumba yako, hata kwenye familia. Unaporuhusu mambo ambayo sio ndani ya familia yako, ndani ya ukoo wako, ndani ya ndoa yako, jua na wewe vile vile utaishi mambo haya. Kuna mambo yataenda tofauti. Unaweza, wapo watu ambao ndoa zao siku zimetulia, familia zao zimetulia, wengine familia zao zina matatizo, ndoa zao zina matatizo. Ni sawasawa, ni mfano huo unafanyika na kwenye nchi, kwenye mataifa. Haleluya. Kwa unapokosea jambo moja tu kwenye misingi ya utaratibu unatokea kuishi, haleluya, ukakosea jambo hilo, jua mambo haya hayana budi kuingia kukushambulia, hayana budi. Bwana tuweze sana. Sikiliza nikwambie, uongozi unahitaji maandalizi ya ndani. Uongozi unahitaji maandalizi ya ndani. Si kila mtu, umeona, sio kila mtu anayestahili kusimama juu au jukwani uweza kutawala vizuri. Sio kila mtu anayeweza kusimama juu ya jukwani au juu ya watu, mbele ya watu, akatangaza neno, akaongea jambo mukafikiri anafanyaje, anastahili kuongoza vizuri. Sio kila mtu. Sisi tunaelewana? Uongozi unahitaji maandalizi ya ndani, na si kila mtu anafaa kufanyaje, utawala. Na si kila mtu yoyote anayesimama jukwani uweza kutawala vizuri. Hapana. Watu wengi wanawapa watu nafasi, wanawapa watu na mamlaka, wanawapa watu nafasi kwa sababu wenda alisimama jukwani akaongea 2-3, alisimama mbele ya population, mbele ya watu akasalimia, wakasema yes, huyu ndio tunampa madaraka, tunampa uongozi. Hapana. Nakwambia hilo ni jambo. Usione ndugu zetu hapa na pale wanauawa, wanateseka, watoto wadogo, watu wanakufa bila sababu. Ni kwa sababu kosa ambalo walilifanya tu ndani ya nchi yao linasababisha mauti mpaka leo. Nakwambia, utakaposikia ujumbe huu, ukiona nchi yoyote na udhaifu wa aina yoyote katika mambo manne ambayo tunaenda kuyazungumzia hapa, nimegusia tu jambo la kwanza. Ikumbuke kwenye maombi. Ikumbuke kwenye maombi. Haleluya. Mwambie Bwana ikumbuke nchi hiyo. Kama ni taifa yako, mwambie Bwana kumbuka taifa langu. Kama ni nchi yoyote ambayo unahisi kuikumbuka, unaona ina madhaifu haya, ikumbuke, mwambie Bwana airehemu, aiwezeshe. Ni mambo ambayo yanasababisha nchi kuingia kwenye migogoro. Ona watoto wadogo, watu wazima, watu wanakufa. Haleluya. Naam. Jambo la pili nataka tukajifunze. Jambo la pili ni mpumbavu anapofanyaje? Mpumbavu anaposhiba chakula. Jambo la pili ni mpumbavu anaposhiba chakula. Unaweza kujiuliza, anasema nini huyu? Nakwambia jambo la pili ambalo linasababisha nchi kuingia kwenye migogoro ya muda mrefu, kuingia kwenye shida hapa na pale. Jambo la pili ni mpumbavu anaposhiba nini? Chakula. Mpumbavu anaposhiba